Maumivu ya taifa yamechochea machafuko yatokana na kukosekana kwa demokrasia na usalama wa raia. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limeeleza kuwa mazingira ya kisiasa na kijamii yaliyofuata uchaguzi mkuu wa 2025 yameivuruga nchi na kusababisha machafuko, majeruhi, vifo, kupotea kwa watu na uharibifu wa mali. Kwa mujibu wa maaskofu, hali hii imewaumiza Watanzania na kuikosesha nchi hadhi mbele ya jamii ya kimataifa. Kauli hiyo imetolewa na rais wa TEC, Askofu Wolfgang Pisa, wakati akisoma tamko la pamoja la baraza hilo kufuatia siku 4 za tafakari na sala, Novemba 11 hadi 14, walizozifanya wakiombea amani Tanzania kwa sababu ya sintofahamu inayoendelea nchini. Msimamo wa TEC kuhusu hali ya nchi. Maaskofu wameeleza kuwa taarifa walizozikusanya zinaonyesha sababu kadhaa zilizosababisha wananchi kuingia mitaani na kuibuka kwa maandamano makubwa, zikiwemo kupungua kwa usalama wa raia, ikiwemo vitendo vya utekaji, kupotea kwa watu na mashambulizi yanayofanywa na wasiojulikana. Ukosefu wa demokrasia ya kweli, kilio ambacho kwa mujibu wao kimedumu tangu mwaka 2016 bila kupata majibu ya msingi. Kutokuwepo kwa mifumo huru ya wananchi kuwasilisha malalamiko yao pale wanapoathiriwa au kunyimwa haki. Hisia za raia kuwa baadhi ya vyombo vina nguvu kuliko mamlaka rasmi, jambo linalodhoofisha imani kwa dola. Mapendekezo ya maaskofu. TEC imetoa mwito kwa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka kurejesha utulivu na kujenga imani kwa wananchi. Wamependekeza kufanyika kwa uchunguzi huru unaoshirikisha taasisi za ndani na kimataifa zisizoegemea upande wowote, ikiwemo taasisi za kidini. Kuachiwa huru kwa wote waliokamatwa kwa mashaka kabla, wakati au baada ya uchaguzi bila masharti. Kuanza upya kwa mchakato wa katiba mpya ili kurekebisha mifumo na kuleta maridhiano ya kitaifa. Viongozi wa umma kuishi kwa uwajibikaji na uadilifu ili kurejesha heshima na kuponya majeraha ya kijamii. Wito kwa Watanzania. Kwa upande wa wananchi, maaskofu wamehimiza kuendelea kusali na kuomba amani, huku wakitoa wito wa kuungana katika juhudi za kulijenga upya taifa na kuponya majeraha yaliyosababishwa na matukio ya hivi karibuni. Matumizi ya nguvu kupita kiasi. Vifo vilivyotokea vimeonyesha wazi kuwa vyombo vya usalama vimeshindwa kudhibiti maandamano kwa weledi, kwani walitumia silaha za moto. Hii ni kinyume cha utaratibu msingi wa Baraza la Umoja wa Mataifa katika kutumia nguvu na silaha za moto ya mwaka 1990 ambazo zinashauri kwamba silaha za moto zitumike tu kama hakuna njia mbadala ya kulinda maisha. Hata katika vita huwezi kutumia kila aina ya silaha. Maandamano si vita, lakini zimetumika silaha zinazotumika katika vita. Askari waliua ndugu zetu wasio na silaha holela na kwa ukatili mkubwa kama wanyama. Kitu kinachotufanya tujiulize, binadamu mwenye akili timamu anawezaje kufanya vitendo kama hivyo? Huduma za kitabibu